kuanzia sasa hivi na muda huu ukiniona napita, naomba unipite tu bila kunisalimia. Unanielewa? Maepe, maepe, oh maepe, oh maepe. Karibu kijana. Mababu wanakusikiliza. Unaanza kufikiri umefanywa msukure. Pale na matatizo yake. Watu wanamchawia. Wanapomuona hapo, hasara zangu, hasara hizo na shamba yao. Cheke tu. Maete. Sasa mimi hapa nimewaita. Huyu mtoto adui yetu, wazazi wake wamehamia katika kijiji hiki. Ninavyojua mimi, kwa kuwa wazazi wake yule mtoto wamehamia katika kijiji hiki, na yule mtoto naamini kuja kwa ajili ya wazazi wake. Sasa mkuu, huyo mtoto kama kaja huku, utafanyaje kumdhibiti? Yaani kinachotakiwa kufanya ni kukusanya vijana wa kiume. Tukifanya hivyo, yule mtoto hawezi kutumia nguvu zake tena. Mkuu, mbona zoezi dogo sana kwetu? Tuachie ndani ya siku hizi, jibu shapatikana. Najua kazi mtaifanya bila hata wasiwasi. Tena mtaifanya kazi kwa wakati. Ninawajua sana na kazi mnaifanya vizuri. Tupambaneni. Sasa nataka niwaambie. Ninajua kila mtu anajua majukumu yake. Si ndio? Ndio. Basi kila mtu ashike kazi bila kupoteza muda. Ndio mkuu, tumekuelewa. Kwa leo inatosha. Cheke tu. Nakajabu zaidi. Walimu tunaandika kuni. Hakika wewe mwalimu ndo kaja na kuni shuleni. Kwa hiyo kwa sisi kama mimi na mchangani, ni bora naomba nilete kwenye tiba, amfanyie tiba yako msaidie. Anapata tabu sana mwalimu. Ni kweli kabisa. Naona kabisa mwalimu anasumbuliwa na maepe. Lakini asijali, tawasaidia. Na sababu kwa kusumbuliwa binti yake ndo chanzo tu. Binti yangu? Mwanangu, umemkimbia binti kitingo. Unajua umefanya kosa kubwa sana kumkimbia binti. Timu kaja kwako kuomba msaada. Unajua wewe ndio mwenye nguvu katika kijiji hiki. Na hii yote inategemewa wewe mwanangu. Unajua kama umemwacha hatarini hapo, hata katika matatizo. Kwa sio vizuri. Baba, sijakimbia nakupenda. Ila yule amekuja ghafla. Kwa maana mimi niacha kivuli changu kule, nikuja kuja kwa kweli. Kuna muda unajiuliza unayopitia, hivi ndoto au yamekukusudia. Mikasa mikosi unaona sio bure, unaanza kufikiri umefanywa msukure. Ndio kabisa, binti yako ndo sababu inasababisha sumbuliwe. Sasa mtaalamu, matatizo kwa mimi, michango inahusiana nini sana? Binti yako ni kikwazo katika kazi zao. Wewe mtaalamu, unanisaidiaje hapo? Mimi nitakusaidia, inabidi mwanao aje katika kijiji hiki. Umeelewana? Sawa mtaalamu. Lakini nikiwa mimi baba yake nimelazwa nje. Mimi baba yake amelima mashamba ya watu. Mimi baba yake
Naibesha kuni. Hivi mwanangu, atamili vipi vishindo hivi? Afadhali nilipokuona bana. Ndugu yangu kuna shida gani? Hivi kakaangu kajana na matatizo gani? Wewe usijali. Nakupa dawa hapa. Utaenda kuimwaga bwawani saa 7 mchana. Hakikisha sikone mtu wa aina yoyote. Umenielewa? Na kuna muda unajiuliza unayopitia, hivi ni ndoto au yamekukusudia? Mikasa mikosi unaona sio bure, unaanza kufikiria umefanywa msukure. Nasitosha. Yeye anadhani yeye kule kivili changu ndio mimi nishamwacha kule. Na vile vile baba, mimi nimeonyesha uwezo wangu nilikuwa nao. Kwa nini unaniuliza hivyo? Nimekuuliza kwa sababu tangu alivyosafiri alivyorudi ndio naona afya yake ipo sawa. Mwelewelei. Una pressure. Kakako uko sawa kabisa. Tena wa afya. Asumbuliwe na shida yoyote. Ana ugonjwa wote, yuko sawa. Yuko sawa? Yuko sawa. Wakati namuona yuko sawa, sio kuna kitu unanificha banga ambacho mimi sikitambui. Tambua yule ni kaka yangu. Kutokana na pressure yako, ungepunguza miemko, moyo ukatulia. Hakikisha hiyo dawa unaenda kuimwaga bwawani, tena uende peke yako. Muda huo mimi nafanya mandingo yangu. Tumeelewana? Yani wamejaa siri usona kifani, wakisha kuweka tageti uko matatani. Ni hata mnyama ukikutana utapona, ila wao ni kiama wakija utakiona. Sema cha kwanza nikwambie kwa huo hakuna. Kama umefanya jambo hilo, umefanya jambo la maana, ndio maana umekimbilia kuja kwa mume mzazi wako. Kufanya vibaya. Maana uliofanya ni vizuri zaidi. Maana ungeka pale ungeleta hatari katika maisha yako. Baba, nimefanya hivi Max. Najua hii anajiona yeye ndio mwenye nguvu. Kakako uko sawa tena wa afya. Juzi kati tu nimetoka naye Uba kwenda kuvua kambale, tukaenda lodi, tukaenda kufanya biashara. Wewe una shida gani? Una pressure gani? Kwa hiyo ndoa pressure yoyote. Jua kaka yangu mimi ndo ninaishi naye. Na unaniambia ndoa pressure. Nakuwa sikuelewi hiyo. Sawa. Kweli wewe ni mdogo wake, mimi ni rafiki yake. Wewe unaishi naye, mimi natembea naye kutwa. Tunatembea, tunafanya kazi zetu kwa pamoja, tunawapiga misele, sawa? Mimi namjua kaka yako ana afya mzuri na mimi ndo rafiki yake. Maisha yako wewe. Usiwe na shaka, usiwe na pressure yoyote. Unaweza ukaenda. Sawa mwanangu. Sasa umefanya sivyo mzaa au tumbuka usawa. Unakutana nao alafu unawaacha. Unapanga kuja matatizo. Usifanye hivyo. Sawa baba. Acha hivyo baba. Sababu wale ni nguvu wanaitumia ni ndogo sana. Wanatumia nguvu za ubuyu. Wanaamini ni kubwa hapa duniani. Lakini sisi tunafanya kuweza kufanya lolote. Kuwa makini mwanangu, na kutokea maisha mema unapokwenda. Ili Mwenyezi Mungu kukulinda. Maana sisi tunakutegemea wewe. Mbona sio kawaida yetu? Tunaita mchana, kulikoni? Kuna mtu ameingia katika mfumo wetu. Tunafanyaje sasa? Yaani hapa ni kupambana tu. Ili kumkata yule mganga asije akamaliza mambo yake. Ameshapewa tayari kibuyu. Sindano, hiyo mkuu, haraka sana uende kwa mganga. Sawa mkuu, hiyo ni jambo dogo. Lupaso. Ndio mkuu. Wewe nakuagiza sasa hivi. Uende ukamzuie Atalimo asije akaingia baharini. Hilo jambo dogo mkuu. Karibu. Asante. Mganga, mimi nimekuja. Nina matatizo.
Kwa hiyo niangalizie, mimi naumwa. Sawa. Mbona sioni kitu chochote? Uji wangu mimi hapa. Niambie shoga yangu. Ngoja nikupe ubuyu. Ubuyu gani? Shoga yangu. Unajua ile swala la kupotea vijana mimi nilijua. Niambie koma wewe shoga yangu. Umeijuaje? Unajua swala la kupotea hapa kwa vijana kijijini. Unajua kwamba linasababishwa na ushirikina? Unalijua hilo? Ushirikina? Ndio, anamaanisha uchawi. Upo. Sasa itakuwa nani anayefanya hiyo kazi? Makubwa. Huo uchawi anasababisha Bikitingo shoga yangu. Bikitingo? Ndio huyu. Mwalimu, alafu nakuona una vitu umebeba. Umebeba nini? Alafu mwalimu, mbona sasa hivi sikuelewi? Yaani kazini upo tu, yaani hata ueleweki. Una tatizo gani wewe? Vipi kwani? Mwalimu, tunakuuliza wewe. Nini tatizo? Naongea na wewe. Siri uso na kifani wakisha kuweka tageti uko matatani. Ni eleta mnyama ukikutana utapona, ila wao ni kiama wakija utakiona. Amina, mimi naona mganga. Mwenyewe usiniangalie unaniona kabisa kwa Amina. Hausumbui una kitu chochote binti. Sioni chochote kinachokusumbua. Mganga, wewe niangalie vizuri. Mwenyewe hapa unavyoniona naona. Hapa sioni kitu chochote. Naona giza tupu limejaa. Mganga. Kwa hiyo mganga, wewe ni mgonjwa wangu kweli. Wanafanana nini hayo mambo? Wewe utakuwa shoga yangu umechanganyikiwa. Naona kisasi tu na huyo mzee. Maana toka Roselo ulivyokuwa la wanaume ulivyoliganda. Haya, ngoja yakukute. Au shoga yangu Bikitingo kuchukulia mumeo. Maana sio kwa hivyo lingangania hili jambo. Sio bure itakuwa. Shoga yangu. Ipo siku nitaamini tu kwamba vijana mtaani hapo na kufunga na Bikitingo. Umetushtua. Ngoja niambie kitu. Masuala ya kumsemea Bikitingo iwe mwanzo na mwisho. Sijui mnanielewa? Kuna muda unajiuliza unayopitia, hivi ni ndoto au yamekukusudia? Mikasa mikosi. Nikuulize wewe shoga yangu unafuatilia mambo yake. Umemuelewa? Mimi mtoto hizo kanaendelea maneno makali na mimi. Sasa nanyanyuka na mfuata. Wewe subiri majibu sasa hivi anakuja. Sasa wewe nenda. Subiri akukute kama anayowakuta wanaume wako. Mbona unakuwa kama mtoto mdogo? Yani wamejaa ujasiri uso na kifani, wakisha kuweka tageti uko matatani. Ni eleta mnyama ukikutana utapona, ila wao ni kiama wakija utakiona. Huo binadamu na usema sema, cha kwanza nikwambie kwa huo hakuna maepe. Maepe. Oh, maepe. Oh, maepe. 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 Oh, maepe. Oh, maepe. Yani wamejaa ujasiri uso na kifani, wakisha kuweka tageti uko matatani. Ni eleta mnyama ukikutana utapona, ila wao ni kiama.